alitamani sana kuja nyumbani. Japo kuwa madaktari wake walikuwa nasema apumzike kwa sababu ya uchovu wa dialysis, apumzike kidogo, lakini akakataa. Akalalamika sana, akasema aletwe nyumbani. Mimi mwenyewe nikajaribu kumdanganya kwamba kumenyesha asije ili apumzike, lakini akasema hata kama ndanibeba na mgongo naenda nyumbani kwangu. Basi ikabidi aletwe nyumbani. Akaja nyumbani hiyo tarehe 3, tukamchukua Kimana tukaja nyumbani. Tukakaa tarehe 3, tarehe 4, tarehe 5, tarehe 6. Siku ya tarehe 7 ndio alianza kuongea kama kuaga, peana usia wake. Akasema yeye anaenda kulala na anaenda kulala kabisa. Nikamuuliza, unaenda kulala kabisa? Akasema ndio. Akaanza kuniambia niangalie Roma. Akanikabidhi vitu kadhaa mkononi, akaniambia chukua. Ile kasi ya shamba ilikuweko, ujue utafanya mwenyewe. Nikamwambia sawa. Muda kidogo akasema tumpeleke akalali. Tukamshikilia mimi na mzee Dismas, tukampeleka chumbani kwake. Kamweka kwa kitanda, kajinyoosha. Basi akalala, na akalala vile alikuwa amesema kwamba anaenda kulala kabisa, na akalala kweli kabisa. Alikuwa mzee ambaye alipenda familia yake sana. Alipenda watoto wasome. Alipenda kuwasukuma sana wasome. Hata si wake wenyewe, hata wa wenyewe. Mtoto yoyote angekuja mgeni amweleze baba nimekosa karo, angeng'ang'ana huyu mtoto aende shule. Alikuwa mpenda watu. Alikuwa mcheshi kwa familia. Na alikuwa anapenda kanisa sana. Angesikia kitu yoyote kanisa inafanya, hata kama ana pesa, anaumwa sana. Anang'ang'ana hata awe na kitu kidogo cha kutupa hapo, isiwe kwamba ile jambo la kanisa litaanguka. Alikuwa katika shirika lake la wazee kanisani, CMA, mpaka wakati wake wa mwisho. Alipokuwa akienda aliniambia nishike kanisa, na matoleo yake ya kanisa tujaribu sana isiwahi kosekana. Kwa hivyo alikuwa mzee wa ajabu, kwa sababu hangetaka kuona mtu akiumia. Kabla hatujapata maji, alikuwa akiona wamama wakibeba maji na mtungi, yani analalamika sana. Nasema jamani, Mungu utatoa wamama wetu katika hii shida ya kubeba maji na kichwa kutoka umbali huu lini? Aling'ang'ana akachimba maji. Na sasa namshukuru Mungu kwa sababu watu wengi huja hii boma kwa sababu ya kuchota maji, ambayo ilikuwa imetuhangaisha sisi wote. Tulikuwa tunaenda Norway, tunaenda Tanzania. Mara nyingine tunapangiwa hata mawe ili wao wachote kwanza, sisi tubaki nyuma. Lakini kwa ajili ya huruma ya Mungu tukapata yetu na tukatolewa shida hiyo. Hivyo nina jambo la kumshukuru Mungu sana. Ningesema tu kwa huruma ya Mungu wake, amhurumie tu, apokee roho yake mbinguni, ampe wema ule alikuwa amepatia watu wake na kufanya kazi yake. Baba, tulikupenda sana na ulitupenda pia, lakini Mungu alitupenda sana. Nenda salama, lala mahali pema. Mungu aipokee roho yako salama. Ndugu yetu mwenda zake tulifahamiana tangu utotoni, na shule ya primary tulisoma pamoja. Tulimaliza primary, kila mtu alienda kule alikoenda kubatia maendeleo ya kusoma. Akaendelea upande wa Kenya, akaja akasoma Kenya, akaendelea kusoma Tanzania. Lakini baada ya miaka kama 30 tulikuja kukutana tena. Yeye ameshaoa na mimi nimeoa. Tukarudiana tena kama zamani. Mara nyingi inakuwa kwake na inakuwa kwangu, nikusalimia kama family friends. Sasa ikaja ikatokea hapo alipoanza kuugua, mimi nikawa na ukaribu naye zaidi wakati akihitaji.
sababu alipokuwa amelazwa huko Kajiado nyumbani akihudhuria kliniki zake pale, kila akija akifika njiani anapiga simu anambia Baba Febi. Alikuwa anaita Baba Febi mtoto wangu kwanza, anaitwa Febi mtoto wangu. Sasa anambia Baba Febi, nakuja huko nyumbani, nitafika leo jioni. Au akifika hapa nyumbani kabla hajanipia anambia Baba Febi, nimekuja jana, nimeamka leo niko hapa nyumbani, njoo tuzungumze kidogo bwana. Sasa mimi nilikuwa ule ukaribu tulikuwa nao, nilikuwa siachi kuja kuzungumza naye saa mawili au matatu hiyo siku. Sasa tunaulizana wanarudi lini Kajiado, akaniambia msikufanya niambia arudi huko kutosha, acha nitakuja tena kesho au kesho kutwa. Hivyo ikaja katokea juzi wakajana akawa muongo sana. Sasa nikaja hapa kama alivyoniambia Baba Febi, nimekuja bwana jana, njoo kesho tuzungumze. Nikaja siku ya Jumapili kesho yake. Hiyo ni mwaka jana sasa. Nikamkuta kweli ni mgonjwa, lakini yuko kitandani amelala chumbani kwake. Tukawa tunazungumza hapo, alitoka kitandani kama kwenda kujisaidia, akateleza akaanguka. Kwa hiyo niling'ang'ana kujaribu kumchukua, hata nilishindwa kwa sababu alikuwa mzito sana. Nikamuita Mama Kadede ambaye ni mke wake sasa. Mama Kadede, baba ameanguka, nilishindwa kumrudisha kitandani. Akaja tukajitahidi kumrudisha kitandani. Niko siku ya Jumapili. Sasa alipofika kitandani tukaanza kuzungumza kama kawaida. Tukawa tunazungumza, imefikia muda watu wametoka kanisani, wazee wa wazee wa hiyo chama chake cha kanisani wakaja kama kunitembelea. Basi wakakutana na hali kama hiyo kitandani. Tunazungumza, basi baada ya muda ndio nikaona nafasi ya kuacha mimi nikaondoka nikaenda nyumbani kwangu. Basi siku iliyofuata akarudishwa hospitalini kama kawaida. Kajiado kwenda kuendelea na kliniki zake. Kliniki alikuwa ameniambia anaenda mara 2 kwa wiki, Jumatatu na Alhamisi. Basi tukaendelea hivyo, Mungu akajalia tukaendelea sawa tu. Lakini siku hiyo ilikuwa nilipata mhangaiko mkubwa sana hiyo, jaribu kumbeba. Na mama kaja akanisaidia. Hapo ikawa karibu tungekata tamaa siku hiyo. Sasa ikaja ikatokea, Mungu akajalia siku moja akaniita huko nyumbani. Siku ya Christmas na watoto wakaja nyumbani siku hiyo. Basi alikuwa anataka wale chakula na watoto. Kwa hiyo aliandaa chakula. Ili ghafla nikawa nimeitwa na wageni. Nilikuwa nikakimbia nyumbani. Tukaendelea kukaa sana. Tukaja tukakaa tena. Tukaanza Christmas. Pasaka akaniita tena. Nikaja pa nyumbani kweli, tukala tukanywa vizuri kila kitu. Hatukuwa na shida yote. Sasa juzi hii sasa, siku ya alipoaga sasa, ikawa kama jana alikuwa ameniambia tena anakuja nyumbani. Nikaja hapa kisha kumuona, kaa pamoja tukizungumza. Tupo tunazungumza, kumbe ni mtu anazungumza mambo ya mbali sana, mimi sikuelewa. Akaanza kuniambia, Dismas, acha mambo ya vita ni kitu kibaya, wacheni ujinga. Tanzania mnapambana, mnapigana vita sio kitu kizuri. Angalia nchi zilizopigana vita zilizoangamia, wacheni hiyo mchezo. Basi akisungana mimi akaniambia, asiye kukipoa utanipeleka bwana Moshi. Twende Moshi tukatembea. Nikamwambia najua Moshi mahali pazuri sana, wanaita Moshi pazuri. Tukikaa hapo tunaweza tukatulia kile kitu. Akaniambia nataka mahali palipotulia, mahali hakuna kelele. Moshi. Kama tunaweza kaa hapo ni mahali pazuri. Pale hata lunch ya pale kuna kitu kama samaki inatengenezwa vizuri. Ni kama sahani ya lunch tu, tukimaliza ni kama 25 ni chakula. Akaniambia sasa tena tutaenda tena Arusha. Basi mimi nikaona ni hadithi tu tunazungumza kidogo, akasema nimechoka hebu mwite mama, nataka nikapumzike. Baba Febi, wewe utaona nimekutoroka, usichukie. Basi nikamwita mama mke wake hapa mama akambeba kwenye bega moja. Mpaka nikamwambia Baba Febi, hebu njoo ofisi, nimeshindwa sitaweza kumpeleka mwenyewe. Tukasaidiana naye. Tulimpandisha ngazi moja, akaniambia Baba Febi, unaona faida ya kuwa na mke? Angalia sasa. Tukapanda, nikamwambia kweli ni vizuri. Tukapanda, hiyo ndio dakika za mwisho sasa. Tukapanda tukamfikia chumbani kwake. Sisi tunatazamia angekaa, lakini tulipofika kitanda alilala.
Alipolala akasema oxygen mara 2. Basi akawa kama amelegea, amechoka kabisa. Nilikuwa bado na mama pale. Nikamwambia mama, hebu angalia, amesema oxygen, naona kama amekosa hewa. Hebu fungua dirisha hilo. Akafungua dirisha, mimi nikaona hewa haitoshi. Mimi nikakimbia nikafungua mlango. Nikaona upepo kama utazunguka pale, nikaingia fungua vyumba vya jirani hapo, nikafungua milango, nikafungua. Sasa akaniambia, "Baba Fedi, mtu nini? Yuko kweli?" Nikamwambia simesikia amesema ni oxygen. Ni oxygen tu amekosa. Sasa wewe tumpige Kadede, umwambie Kadede kusudi ajue atafanyaje. Kama alivyotoka, nikaona mzee amelegea kabisa, nikamfunga mdomo, nikafunga macho. Mama hana habari. Basi lakini ikabidi nimplace mama kwamba huyu mtu amepumzika tu, ni hewa tu imekosekana. Kajaribu kumwambia ataangalia na bado anajua tu. Mama akaniambia hapana, msimdanganye, mimi sio mtoto mdogo. Basi bana, hapo ndio tukajaribu kutoa habari kwa watoto. Watoto wakaja kidogo, tumekaa tunaona ambulance imekuja. Tumekaa kidogo, ikaja ambulance ya pili. Tukafanya taratibu za kupeleka hapo. Mtu hapa loto. Hapo kumbe ni ile mwisho alikuwa anasema nimpeleke. Kutoka hapo jioni watoto akampeleka Machakos. Nikaja nikafika nikaona hii ndio ile Arusha alisema ataenda tena. Mtoto wangu Mungu anijalia watoto 8. Karibu wote wamesoma Kenya. Lakini nilikuwa nawasomesha mimi nikijua nitawapeleka popote kwa sababu najua nina mtu nyuma huyu sasa. Na mahali ambapo nilienda kama anashindwa kidogo alikuwa anajaribu kunisaidia. Hivyo. Hata boy alikuwa kanisani. Na vile vile kwenye activities nyingine alikuwa yeye ni kiongozi wa bendi. Bendi alikuwa anaongoza bendi, tunacheza vizuri sana. Filimbi alikuwa anajua kupiga, mimi nilikuwa napiga ngoma ndogo, kwa tulikuwa na ukaribu na mimi. Kwa hiyo mtu alikuwa wapi? Shuleni sasa. Shuleni nakumbuka tangu tukianza darasa la kwanza. Alikuwa ni number 1. Hajakuwa namba 2. Hiyo kabisa. Nakumbuka sana kuna siku tulikuwa tunafanya mtihani wa darasa la 4. Kama ni darasa la 4 tutaenda la 5 bila kupitia mtihani. Nasoma darasa la 4, tunafanya mtihani uweze kwenda middle school. Siku nakumbuka tuliibiwa mtihani. Tukaja tukasoma usiku kucha. Yeye hakuwepo. Asubuhi tulikuwa na mwalimu anaitwa Januari. Akaja akamchukua na pikipiki. Akaja akaingia darasani akafanya mtihani tu. Hakuwa ameona ile tulikuwa tumeona hizo. Lakini still alikuwa wa kwanza. Sasa alikuwa mjanja hivyo tu, umri wake, maisha yake yote. Hata kazini huku, hebu angalia, ukija ukiangalia kuuliza sana utasikia alipanda cheo mpaka afikia stage aliyofikia. Mwenda zake ni ndugu yangu ambaye mimi ni wa pili nyuma yake kwa kumfuata. Na mwenda zake ni mtu alikuwa ni mtu wa watu, sema ni mtu wa watu, kwamba hangependa kuona mtu ana shida akiwa na uwezo wa kumtatulia bila kujali ametoka wapi ama ni nani. Kiasi ambaye wakati alikuwa akifanya kwa kaunti akiwa kama katibu mkuu wa kaunti, tuliwahi kukaa hapa tukiwa kwa maombolezi ya mwenda zake ndugu yetu aliyetangulia. Tulipokaa tu hapa kwa wasee kadhaa wa jirani, akatuuliza kwani sisi watu wa Noldule tunakutanaga tu wakati wa mazishi au wa maombolezi? Kuna namna nyingine tunaweza kukutana kabla hatujapatwa na janga kama hilo? Kauli sana, ingetakiwa tufanye nini? Sema kile ningetaka, tungetafuta kamradi kidogo tu ambaye ingeweza kutufaulisha tuwe tukikutana kama watu wa area. Tulipojadiliana tukaona ile shida kubwa iko area hii ni maji. Maana ilikuwa maji, ilikuwa ukipata maji labda uende Tanzania au uende Lasit ambayo utatumia kilomita kama 3 kwenda na kurudi ni kama kilomita 6. Akatuambia fanyeni hivi, tujiunge kama kikundi, tutafute namna tunaweza saidiana tupate maji. Tukaendelea tukakutana, ilikuwa mwaka wa 2001.
tukaendelea kushirikiana, tukashirikiana tukajiunda mpaka ikawa kikundi. Kikundi tukaenda tukaregister, ikawa registered kikundi. Tukaendelea kufanya mchango. Yeye akatuambia kile tutafanya, hebu tutafute kama tunaweza kufuta maji kutoka chini ya lasi tupandishe mpaka huku juu. Yeye akaenda Kajiado, katafuta maengineer sawa maji, wakaja wakapima. Walipotuletea gharama ile ilikuwa inatakiwa kulingana na vile hali ilivyo hapa, tukaona kama hatutafikia hapo. Yeye akasema hiyo nitajitolea mimi, hiyo gharama yote hao maengineers walipokuja na magari na nini, mimi nitagharamia hiyo. Sasa tutafute njia nyingine, maana hii maji kutoka Lasi itakuwa na gharama kubwa, maana ilionekana itatugharimu milioni 5. Nilipofanya mahesabu na idadi ya watu ama kiwango ya watu wale wako hapa, kuchanga hiyo pesa itachukua muda. Tukageuza mwenendo, tukaelekea upande wa Kikelelo, ambaye ni mtu wa Kikelelo. Tukafanya mwaka 2002 tukapata tena, akatuletea engineer mwingine hao maji. Wakaenda wakapima, wakaona hapa ingawa maji sio permanent, maana inakuja kipindi ya mvua na inakatika, inaenda mwezi 3 ama 4 inakatika, itatusaidia kidogo. Yeye pia akajitolea tena hapo, akatuambia nyinyi fanyeni mchango wenu ile mtaweza, mahali mtashindwa mimi nitasupport hapo nikiwa kaunti. Wakashirikiana na diwani tulikuwa naye, wakawa ni watu wanasikilizana. Tukafanya harambee wakati ilikuwa marehemu Parkwai, tukapata kama 200,000. Naye akatuambia tulipopata hiyo pesa, akasema sasa hiyo ndio nyinyi mtafanyia naye kazi ya mikono. Mimi au kazi ya maengineers na material yote tutasimamia kama county council. Wakati hiyo ilikuwa inaitwa county council. Wakagharamia, tulitumia kama 1,400,000. Tukahakikisha maji nayo imefika, ambaye mpaka saa hii hiyo maji tunaitumia manyumbani, tofauti na hii yake ambaye amejitobolea nyumbani. Kwa hivyo nilipofika hapo, wao wakafanya hiyo kazi yote wakakamilisha mpaka maji tukaingiza kwa maboma. Hivyo sasa ndio akaja kabadilishwa, ndio akaanza kupigwa transfer, kaanza kwenda mpaka Mumias. Fanya huko kama miaka 2, karudi akaenda Murang'a, kafanya miaka kama mwaka 1 na kitu, kaja kaenda upande wa Nakuru, ambaye ndiye alienda kuretire mwaka 2008. Alienda kuretire huko, kaja nyumbani. Wakati alikuja nyumbani akawa tu ni mzee, anakaa kufanya kazi zake za nyumbani. Tukishirikiana tu, akiwa na jambo ananiita, mimi nikiwa na jambo ninamuita. Kawa tu anashirikiana na majirani kama kawaida. Ilipofika mwaka 2013 ndio aanze kuugua. Alikuwa ametoka hapa nyumbani, tuliachana hapa, kaniambia nataka kwenda kuangalia pio. Alipewa na kama tenda upande hapa chini mahali wanaitwa Ngusero, na tangu hiyo kazi ianze sijawahi fika kwenda kuangalia. Nakumbuka ilikuwa mwezi wa 6 akaenda. Tulikuwa maji nyingine tulikuwa tunapimiwa hapa juu, akaniambia fanya hivi, wewe nenda uangalie hii, hao wasungu watakaye kuja kupima hii maji ya borehole, alafu nikirudi utaniambia mumeafikiana wapi. Mimi nikaenda tukasimama, hao wafadhili wakaja wakapima, wakalete matokeo yao, tukaachana. Naye kumbe alipoenda huko, gari alienda naye ikaenda ikaharibikia huko, hakuweza kurudi haraka. 2013 alipigia simu usiku, ananiambia nimechelewa kurudi, lakini maana gari imeenda ikaharibika, lakini si utakuja kesho uniambie habari vile mlifikiana. Naambia sawa. Lakini tukiongea nikasikia vile alikata hiyo simu, ilienda polepole kama mtu ambaye amelala. Nikafikiri labda ni usingizi imemshika, maana ilikuwa saa 3 ya usiku, labda akalala. Sasa kumbe ni ile uchovu, ameanza sasa kusikia hiyo uchovu vile hiyo ugonjwa ilikuwa inaanza, maana ilikuwa inakuja na uchovu.
Nikakaa, kesho yake nikaamuka, nikaja nikakuta amelala. Kuuliza ni shida gani, akaniambia si niko mgonjwa, lakini ile uchovu niko naye ni mbaya sana. Sijui kama ni vile tulikuwa nang'ang'ana kusukuma gari huko, maana uchovu ni mwingi. Ule ugonjwa tu ndio ilikuwa imeanza. Ilikuwa siku ya Jumamosi siku hiyo. Jumapili kaja nikamuona, akaniambia siko mgonjwa, lakini hata kuamuka ni shida, kukaa ni shida. Ni nini? Acha basi tufanye kama Jumatatu taweza pelekwa hospitali, maana leo ni Jumapili, hakuna hospitali. Ilipofika siku ya Jumatatu, vijana wengine marafiki yetu tu wakaja wakampeleka hospitali hapa Moyoni. Kaenda akapimwa kila kitu. Kumbe naye sijui kuna kahawa alikuwa anapenda kunywa, naona ikawa imeficha hiyo ugonjwa, haikuwa imeonekana. Karudi hapa siku ya Jumatatu. Kufika hapa nyumbani alikuwa ameniambia, mama kaniambia tufanye hivi, enda ukamtafutie kamfuko kidogo uje tumpikie supu tuone kama anaweza kunywa. Mimi nikaenda nikalete, kaja nikachemsha. Alipotoka hospitali akaja tukakaa naye hapa mahali hiyo gari iko. Tukaletewa chakula. Letewa mchele, mboga na nyama. Kaja tu akakaa, lakini anakaa tu unaona ni mtu mchofu. Haya nikauliza na umepima? Akasema yenyewe nilipimwa kila kitu, lakini ajabu haijaonekana shida ni nini. Kumbe inaona ile kahawa alikuwa anatumia ilikuwa inaficha hizo vipimo, haimpi hizo vipimo ionyeshe vile mwili yake iko. Baadaye tulikuja kujua. Sasa tulipoletewa chakula nikashangaa, huyu mtu anapotafuna chakula anatafuna, akifikia ni nyama naona anatafuna anatema. Muuliza nini? Niambia ile uchovu niko naye, mwili yangu hakuna kitu sahihi naweza fanya. Kwa hivyo acha tu nikule haka mchele, lakini sitaki kitu ngumu ya kutafuna. Kaendelea hivyo. Kaenda kulala. Kufikia Jumatatu, Jumanne akasidiwa sasa. Akawa hata hali ya kutembea hawezi. Kuamka anaamka tu kwa shida. Kaja akasidiwa. Ilipofika siku ya Jumanne usiku, nafikiri ilikuwa kitu tarehe 9, kasidiwa kabisa. Kaja tukamtoa kwa saa 9 ya usiku, alipelekwa Mata Hospital. Ndio sasa imeenda kupatikana ile shida hapo naye. Lakini alipelekwa akiwa in coma kabisa, alikuwa hali mbaya. Sasa ugonjwa ilianza hivyo, sasa alikuwa na shida. Hata wakati maana alikuwa kwanza alikuwa ameleta ile simu ile ilikuwa hii ya mkono, ilikuwa inakorogwa. Watu wote wakiwa na shida hapa, mtu akija tu hata haweki pesa, anaomba tu nisaidieni, nataka kupiga simu mahali fulani, napiga. Hata wakati wakiwa na maana yeye ndio alikuwa na gari hapa, mtu wote akisidiwa, hata mama anataka kupeleka hospitali na kujifungua, mtu tu hata haweki mafuta, nakuja tu bora tu ujieleze. Kwa hivyo mambo yake ilikuwa ni mtu aina hiyo, na katika familia pia alikuwa hataki kuona mtoto wote ana shida. Hata hao wadogo wetu yeye aliwasomesha wote, ule amemaliza akamaliza, ule ameshindwa kulingana na tabia ya mtu, lakini hakuna mtu yeye amewahi mpaka hata wajukuu. Haya, kwa majina ni Nicholas, wengine wananijua kama Mbana. Ndo mtoto wa 5 wa mzee Leina. Alikuwa zaidi ya baba, yani alikuwa rafiki, was a mentor, za comedian. Ndo alikuwa anatufurahisha nyumbani. Amelea watu wengi zaidi ya watoto wake. Ingawa tuko 6, amelea zaidi ya kijiji nzima. Hata hapa nyumbani tulikuwa wengi sana, watoto wake, wa majirani, cousins. Ametufunza mengi hiyo miaka tumekuwa naye. Ametufunza tofauti na kutusomesha, maisha yenyewe ametufunza, biashara. Kwa hivyo tutamiss sana, especially kwa advice ya kila siku. I wish watoto wetu wajukuu wake ungepata muda zaidi na yeye,
upate a piece of what ametupatia sisi kama watoto wake, na tunashukuru Mungu kwa ule muda tumekuwa naye, na may he rest in peace. Mwenda zake Albert Leina ndugu yangu mkubwa, na mimi ndio kitita mimba kwa mama, na tumeishi naye kwa muda mrefu, kwa sababu mimi ndio mtoto wa mwisho kwa mama yetu. Sasa tulipokuwa na yeye, wazazi wangu walipozeeka, akawa niende, alinichukua akanisomesha shule ya sekondari, nikamaliza, akanipeleka college, nikamaliza. Tukakuwa na yeye kama baba, tumekuwa naye kama baba, amekuwa kama baba kwangu. Kwa hivyo tumekuwa naye kwa muda, nimekuwa nikisikia historia yake. Alikuwa mcha Mungu, alikuwa anampenda Mungu. Kwa utoto wake, enzi za Father Pius, alikuwa ni mtumishi kwa kanisa, alikuwa kijana mdogo, alikuwa mtumishi kwa kanisa. Kwa hivyo kama ni kazi ya Mungu aliifanya. Kwa hivyo ninamshukuru Mungu kwa huo muda amekuwa nami kama baba. Amenitunza, tumekuwa pamoja, hatujaiko sana. Kwa hivyo nimempoteza ndugu na pia baba.